Mapambano yako mwisho leo Kiwembe. Huo mchezo wako mchafu wa kichawi kama hauwezi kufanikiwa. Kumbe na watu nyuma yake. Sasa leo ndio mwisho wenu nyinyi nyote. Acha niwateketeze. Umeingia na wewe katika macho mabaya. Macho ya Kiwembe makali makata. Ngoja nikulambe. Umefanya kosa kubwa sana Sofia. Nilidhani nitamshinda peke yangu. Huo ndio udhaifu wako Sofia. Huruma ya kupitiliza na kujiamini kupita kiasi vinaweza vikakugharimu maisha yako. Nisingefika kwa wakati, leo wangekuteketeza. Nisamehe mkuu, sitarudia tena. Kuwa makini wakati wote. Adui yako hasubiri makosa yako, bali anakuvizia. Ile bwana. Ndugu yangu. Familia. Vipi ndugu yangu? Hivi unavyoniona mimi nashindwa kuwa kiongozi? Kwani kuna mtu anapinga kuhusu hilo? Soso. Nimetoka hapo mbele, nimekutana na Pelini. Nilimsimamisha. Niliongea naye maneno mazuri tu. Nilimuuliza kuhusu uongozi wetu. Kaanza kunipaukia. Ananitukana, ananishusha, ananipandisha. Mtoto mdogo ananifanyia mimi hivi? Aise, kiukweli nimechukia sana. Mimi ni kiongozi. Wewe mwenyewe sasa unajua. Mimi nyota yangu ya uongozi. Mimi ni championi pale. Nataka nichukue madaraka. Shikamoo. Sasa kaka, kuna vitu ambavyo unaweza ukakaa ukashindana navyo. Ukaandaa nguvu zako majeshi ukashindana. Sasa kuna vitu ambavyo sio vya kushindana navyo kabisa. Sawa? Alafu ukizingatia yule ni mwanamke. Mwanamke ni kiumbe dhaifu tu. Sio, unanielewa? Kwa yule pale wewe vile anavyochamba anapiga mdomo sana.
yani ile ndio anayotumia kama silaha yake. Hana silaha nyingine ya kukuangamiza wewe. Yule mdomo ndio silaha yake kubwa. Kwa hiyo ili ufanye mambo yako vizuri, usiuzingatie mdomo wake. Wewe tulia, tufanye jambo linanyoka. Alafu umesahau kabisa kwamba wewe na mkuu mko hivi karibu. Sawa? Umeona mkuu anakukubali wewe. Umeona? Kwa hiyo wewe swala wewe ukikaa pale na mkuu mnaonekana wote wakuu juu. Kwa yule pale kile kitu kinafanyaje? Kinamkera. Sasa wewe tulia. Umeona? Yule mtoto mdogo asumbui. Kilinge cha kwetu kile. Umeona? Wewe usiwaze, familia hilo limeisha. Unajua Soso? Mimi sio mtu mzuri kabisa. Nadhani wewe mwenyewe unanijua. Nikimgeuza hata kuku pale barabarani. Lakini kwa kutumia huruma yangu nikaamua nimwachie. Na baada ya kuona watu wanapita barabarani nikaamua nishushe. Lakini nitakuja kumfanya kitu kibaya. Opa, mimi nimekuelewa. Mimi kama kidebwai atanikumbuka. Kama umenielewa, hilo ndo la muhimu kwa sababu yani wewe una nyota kwa mkuu, ndo maana hata mkuu mwenyewe kakuweka pembeni yake. Kama pale likatokea la kutokea mkuu kafa, wewe mkuu pale. Alafu ile sasa ndo tutamuonyesha kwamba sisi akina nani pale kilingeni. Okay. Mimi nimekuelewa. Naweza tukaondoka. Unaenda hivi? Mwenyewe nitatoka hivi juu. Ngoja niingie. Lani kidogo unajua. Basi sawa, nenda kwenda. Samani dada, za saizi? Salama. Samani, kuna dada mmoja hivi nilikuwa namuulizia, anaitwa Madam Shu. Alikuwa anafundisha shule moja pale juu, shule fulani vya chekechea pale. Kwani wewe ni nani yake? Sikiza dada, nikwambie, mimi ni rafiki yake sana Madam Shu. Nina siku nyingi sana sijatokea maeneo haya. Nimekuja hadi pale alipokuwa anaishi karibu na shule. Sijamkuta. Sasa si ungempigia hata simu au namba zake hauna? Tangu waende kama yeye sijamuona. Napata tabu kinoma. Mbieni nimekoma nisamee. Napata tabu kinoma. Mbieni nimekoma. Isi Kobla. Kobla. Vipi familia? Vipi leo? Mbona ya. Vipi familia? Poa wangu. Mbona ya mwanangu juu speed pressure nini uchawi nini? Mwanangu sio kwema nakotoka. Sasa si ndo inabidi useme sasa kwamba ukisema una matatizo gani, kwa sababu unakuwa nashafikiwa makubwa mpaka ueleweki kama hivi, unaenda tu hata unisalimii mwanao. Ndugu yangu unajua mama yake Azati? Zakia? Huyo Zakia. Imekuaje sasa? Story ndefu sana ningeanza kukuelezea hapa ndugu yangu. Simu nimempigia lakini hazipatikani zote. Sawa. Pale alipokuwa anaishi amehama. Lakini alipohamia sio mbali sana na hapa. Nadhani ukipita na hii barabara hivi moja kwa moja, nyumba utakayoiona mkono wa kulia. Yaani nyumba utakayokuta ya kwanza mkono wa kulia ndo anapoishi Madam Shu. Sawa, nashukuru sana. Sawa. Asante.
Ngoja bwana. Tulia kwanza, tulize pressure hapo. Vizuri kwanza, nimekaje? Poa bwana, poa. Nielezee kwanza mwanangu, umesema matatizo afu unaniambia juu juu, imekuaje yani mpaka unasema yametokea yote? Ndugu yangu, juzi nimekaa zangu maskani pale. Niko na zangu ndugu yangu yule nani? Mwenetu yule Masha. Masha. Napiga story zetu nini? Mara Azati huyo. Sasa kilichonichanganya zaidi, Azati anafika pale na mama yake anakatisha. Umeelewa? Sasa mama yake katukata jicho hilo. Nimetoka pale nimevurugwa. Sasa leo natoka mtaani naingia kwenye majukumu. Nimekutana na njiani. Namsalimia mama, habari. Kaninyamazia kimya. Napiga zangu watu 2-3 hivi. Nageuka mama si ndo anachota mchanga. Mchanga? Ndio. Mchanga gani? Sa mchanga gani unazungumzia wewe? Yaani namaanisha amechota unyayo. Yaani kachota unyayo wako wewe kaondoka nao? Sofi, kwa napenda kuniuzi. Kwa nini hutumii nguvu nilizokupa? Kwa unapenda kuwapa watu onyo bila kutumia nguvu? Tulikupa nguvu ili wajibishe watu ambao wanafanya uovu hapa duniani. Kwa nini umekuwa mtu wa huruma sana? Unanifanya naacha shughuli zangu kuja kukuokoa wewe. Na wakati nimekupatia nguvu. Sasa nitachoka. Nitachoka kuja kukusaidia. Hakikisha nguvu nilizokupa unazitumia ipasavyo. Na sio kuonea watu huruma. Binadamu wabaya wanapaswa kuwajibishwa. Mama yake anajua kama wewe unamtaka mwanae, si ndio? Sijajua amemaanisha nini, maana alipopita ameangalia jicho hilo mwanangu. Wewe acha. Kama utakusema yule bibi ni mwanga, yule mama ni mwanga, si ndio? Sijajua kama ni mchawi. Sasa sijajua yule mchanga anaenda kufanyia nini. Sasa nikwambie kitu. Yule mama, moto aliochokoza ni mwingine. Yule ashaanza kuniona tu mtaani hapa, hanijui nakotoka. Sasa kazi anayo. Sasa sikiliza. Mimi nikushauri kitu, wewe mwanangu. Huyo bibi kama aweza kuchukua unyayo wako, sawa? Akayayuka nao, yayu kaenda. Yaani wewe ashinde kukufanya wewe chochote. Unafikiri ukienda kule utamtisha nini tu? Babu, yeye kama mchawi, mimi ni kigagula. Yule mama leo naenda taona. Lakini mimi nakupa tu kama ushauri ndugu yangu. Wewe ndugu yangu. Hata kama mimi mwanao ndio alipo ushauri, lakini alichonifanyia siwezi kukusikiza chochote kile. Angalia ndio kapotea bwana. Au ndio wale na wewe. Wewe. Yaani mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya wanakuweka msukule mwanangu. Kobla. Mimi nakwambia mwanangu leta kuweka msukule ujue. Huyu anapotea huyu. Yule bibi mwanga yule. Sema baridi mwanetu. Utakuja kunishukuru baadaye. Wewe nenda tu. Mwambia elewe. Shindana mchawi. Chawi yake. Tuko hapa. Naomba. Kumbuka na kazi nyingi sana. Sasa sitaweza kuacha kazi nikaja huku duniani kukuokoa. Hakikisha unatumia nguvu ipasavyo. Narudia tena. Leo nakupa nguvu zingine. Uende ukazitumie vizuri. Na ukitoka hapa, nenda kamwambie mama yako. Aache mara moja tabia yake ya uchawi.
achane na uchawi kabisa, afuate yale masharti yote tuliyomwambia. Unanielewa? Sawa. Lakini pia nguvu hizo utampa mama yako, na utampa pale pindi ambapo atakubali kuacha uchawi. Nitakapokuwekea nguvu, nawe hivyo hivyo utamwekea mama yako, lakini usimwekee kama atakuwa amekaidi kuacha uchawi. Natumaini sasa una nguvu za kutosha, utaweza kujilinda mwenyewe. Nitakuja pale ambapo nitaona umeshindwa kabisa. Afadhali umefika kwa wakati. Unajua Kidegwai, Pelini anatuzungusha sana kuhusiana na sadaka yetu. Sasa mimi ile mizunguko nimeichoka. Nimeamua kujiamulia mambo. Yaani sadaka ya Kafuko ni mimi mwenyewe ambaye nitakayemtoa. Unajua Kafuko nimempa wito aje hapa nyumbani kwangu. Kipindi anakuja yupo njiani, nimeandaa mtego kabambe kwa ajili yake. Yaani anakuja, anakutana na mtego, yes, anakufa. Na sisi tunakuwa tumefanikisha kupata kafara yetu. Ila Kidegwai sasa hivi umekuwa na tabia mbaya sana, kiasi cha kwamba unakuja na stika. Yaani wewe wa kuvaa bande. Unajua kiongozi wangu, huu sio huni, ila hiki ni kijilaa tu kidogodogo, kwa sababu jana nafanya tulibukia na nilikuwa sina msosi, nilitaka nifanye kama mboga, akaambulia kunichuna kidogo, na ndio maana nikaweka hichi kiplasta. Na kiongozi, kama unataka ufanye mambo kweli, tule nyama, maana na siku nyingi sana sijala nyama. Kuhusiana na nyama, usiwe na wasiwasi. Nyama tunayo na tunatamba nayo. Embo jione. Mwenyewe anaenda kuvaga mtego wa kiwembe makali makata. Ni muda sasa wa kumlamba Kafuko.
Baba Safi. Kafara isiyofaa, damu imenena, kivuli kimeamka, hakuna pa kukimbilia. Kafara isiyofaa, usiku umehukumu, kila kilichofichwa leo kinakurudia. Sauti ya mwanaume nzito na ya kutisha, walisema ni tambiko la mwisho, lakini walifungua mlango ambao haukupaswa kufunguliwa. Muziki unapanda kwa nguvu, violin za huzuni, mapigo ya moyo na sauti za minong'ono. Kila hatua ni kilio, kila ukuta una siri. Macho yanaona, lakini roho ndiyo inatetemeka. Aliyechukua kafara sasa ndiye anayewindwa. Watoto wanaimba kwa sauti ya mbali, njoo, njoo, usiogope, tuko hapa. Kisha kimya cha sekunde chache, halafu mlio mkubwa wa ngoma na orkestra. Kafara isiyofaa, laana imezaliwa, mlango umefunguliwa, na mwisho ndio mwanzo. Kafara isiyofaa, laana imezaliwa, mlango umefunguliwa, na mwisho ndio mwanzo. Ukisikia jina lako likiitwa gizani, usiitikie.